Basi tusikilize neno la Mungu. Yohana Mtakatifu sura ile ya 21 hadi 19. Maneno ya Mungu yanasema, baada hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia. Naye alijidhihirisha hivi: Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanaeli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simoni Petro aliwaambia anaenda kuvua samaki, nao walimwambia sisi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakajibu la. Akawaambia, tupeni jarife upande wa kume wa chombo nanyi mtapata. Si wakatupa, wala hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alipenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Na Simoni Petro aliposikia kwamba ni Bwana, alifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akalitupa baharini. Na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dinari 200, huku wakikokota ile jarife lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akamwambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni akapanda chomboni, akalivuta ile jarife, limejaa samaki wakubwa 153, na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jarife halikupasuka. Tena akamwambia, njooni mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, unani wewe? Wakijua kwamba ni Bwana. Yesu akaenda akatoa mkate akawapa samaki. Hivyo ndivyo mara ya 3 ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufuka katika wafu. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe unipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wana kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya 3, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Akasema, amini nakwambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako, na mwingine atakufunga na kuchukua usikotaka. Akasema neno hilo kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu. Naye kisha kusema hayo akamwambia, nifuate. Habari hizi ni habari za Yesu Kristo baada ya kufufuka kwake. Kwa juzi tunashuhudia ushindi wa kufufuka. Tunashuhudia Yesu alivyoshinda. Tumeshangilia. Lakini baada ya hapo, ujumbe wa leo unaonyesha mlolongo mzima ambao Yesu alikuwa anaenda nao, ndio kali tunazidi kwenda nao. Baada ya kufufuka, Yesu anatokea. Hapa anasema mara ya 3. Ya kwanza Yesu anamwambia, anaonekana kwa mama yake. Mama yake anataka kumsogea, anasema usiniguse kwa sababu sijaenda ni kwa Baba. Mara ya pili Yesu anatokea wanafunzi wake huko Galilaya, wakiwa wamejifungia ndani. Hakuwepo Tomaso. Mara ya pili. Mara ya 3 Yesu anatokea kwenye ile bahari ya Tiberia, anatokea Petro
akiwa na wenzake watano, maana walikuwa 7 kama 6, yeye wa 7 Petro. Kwa nini walikuwa 7 hao? Kwa sababu Petro alipofika kiwango cha kuvumilia akarudi kuvua samaki. Kwa nini alirudi kuvua samaki? Alikuwa anamtegemea hayupo. Akarudi kuvua samaki. Na hakurudi kimya. Akarudi akawaambia wenzake, jamani, nawaaga naenda kuvua samaki. Wengine wakasema na sisi tutakwenda na wewe. Wakafika eneo husika, kaanza kuvua samaki. Inaonekana samaki waliokuwa wamevua walikuwa pengine hata kula wasingeweza, ilikuwa ni samaki wachache. Nasema pale kulikuwa na moto pale, kulikuwa na moto wa mkaa pale. Kuna vipande vidogo vilivyo pale. Lakini Yesu anapotokea Yesu anamwambia, wanangu mna kitoweo? Sema hatuna. Anamwambia, haya, peleka chombo mkono wa kulia. Hicho chombo tupeni jarife, tupeni nyavu. Wakatupa nyavu. Walipotupa nyavu, samaki wakawa wengi. Lakini wakati Yesu anaongea naye, Petro naye anauliza, huyu anasema huyu ni Yesu. Maana akitupa kwenye maji kwa sababu alikuwa uchi. Inawaambia, nenda mkalivute ile jarife sasa. Wanalikokota jarife, limejaa samaki wengi. Sasa Yesu anapomwambia, anapotokea, anapomweleza habari za upendo, Petro anamjibu Yesu, wajua nakupenda. Amemuuliza mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Anajibu anasema, wajua nakupenda. Kwa nini? Alijua utumishi wa Petro, aliufahamu. Hata sasa katika mazingira yetu ya kawaida, kanisani huko, lakini kuna watu wengine au mazingira mengine, mtu anaweza kama anatoa ndani ya kanisa sana kelele, ataonekana tu. Mtu mwingine anaweza kama anatoa, pengine anatunza mchungaji sio hivi, ana kelele. Unaona? Anajipendekeza na kelele. Lakini ukimwangalia Petro alikuwa na kelele, alikuwa anajipendekeza kwa Mungu. Alikuwa anajipendekeza kwa Yesu. Na alikuwa anamkatalia. Yesu anamwambia, kuna siku mimi itatokea, nitakamatwa, nitauawa.
Ni changamoto gani zinakurudisha nyuma? Ulikuwa mwimbaji, sasa kuomba. Ulikuwa mwimbaji, sasa kuimba. Ulikuwa katika mazingira mazuri, sasa watu wengine wamesharudi nyuma. Sasa nikwambie, Yesu yule ambaye alitamkwa kipindi kile, anayetamkwa sasa na atakayetamkwa baadaye, ni yeye yule jana na leo na hata milele. Mungu wetu aliumba mbingu na nchi, alikuwepo, yupo na atakuwepo. Kwa hiyo utumishi akiweka Yesu kwenye maisha yako, hata upige chenga atakukamata. Ndio maana Yesu yeye ni mfalme, na akaonyesha ufalme wake kwa Sauli. Sauli anaenda Dameski kuangamiza wale wa Mungu. Yesu anajitokeza kwake. Anamwambia, ewe Sauli, 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 mbona waniuzi? Mbona wanitesa? Anasema ni nani? Anasema mimi ni Bwana unayenitesa. Maana tunapoangamiza watu wangu na niangamiza mimi. Anamwambia yampasayo. Sauli anapata wokovu. Kwa nini anapata wokovu? Japo Sauli alikuwa ni muuaji, japo Sauli alikuwa ni mharibifu, japo Sauli alikuwa anaharibu neno la Mungu, alikuwa anaua wale wa Mungu, lakini kuna kitu Mungu alikitia kwake ghafla. Sauli akaokoka, akamtumikia Mungu. Changamoto gani zinazokutesa kwenye maisha yako? Ni changamoto gani zinakutesa kwenye maisha yako? Yesu ni mfalme kwenye maisha yako. Changamoto zisikuondoe kwenye uwepo wa Mungu. Unapofanya kazi ya Mungu, na changamoto ndio zinakuja kwa Mungu sana, tukipimo. Unapotumikia Mungu, changamoto ni mtaji. Usilalamike na changamoto, mwambie Yesu asante. Wakati fulani hata mwili wako tu ikubali mwenyewe. Hakuna tena kusababisha kukubali, ikubali mwenyewe kwamba Yesu ameniita, ni mtumishi wako, nitakutumikia. Kwenye magumu nitakutumikia, kwenye mema nitakutumikia, kwenye mabaya nitakutumikia. Wakati wote sitarudi nyuma. Ng'ang'ana. Yesu anakuita umtumikie Bwana. Unakuwa na pressure. Zile pressure ni mawazo tu. Wakati fulani mwambie pressure tulia. Kuna zile pressure tunasema nilikuwa. Unapitia changamoto. Watu wanapitia changamoto. Inatokana kanisa hili watu wanakimbia changamoto kwa sababu ya kujenga wamekimbia. Na walikimbia hata mliojenga wachache ni mliojenga. Mungu anawahesabu kabisa. Ndio maendeleo ya kanisa. Toa sadaka yako ijenge kanisa. Mtoto mtumishi. Mungu alijua kwamba Petro ni mwanadamu kama mwanadamu. Lakini anayosema Petro vingine hatavumilia. Akambeba katika madhaifu yake, akamleta alipofanya vile kumkana, akamkumbuka akasema ndio, japo alikuwa na kiherehere, japo alikana, lakini ndani kuna uchaji. Akamshauri akamwambia chunga kondoo. Jitoe sadaka kwa ajili ya kazi ya nani? Ya Mungu. Yesu alitoa sadaka kwa ajili yetu sisi, na sisi tulitoa sadaka kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ndio maana nawaambia msiangalie changamoto. Changamoto wengine kwenye ndoa kuna changamoto. Wengine kwenye kazi kuna changamoto. Wengine kwa watoto kuna changamoto. Usiangalie changamoto, mwangalie Yesu, ziombee changamoto. Haleluya. Haleluya. Usiangalie changamoto, mwambie Yesu ndio mwenye kutatua nini? Changamoto. Ndio maana leta sanduku hapa, weka maombi yako hapa. Wengine wa nyumbani wataje changamoto ni kwa Yesu tu. Nje ya hapo huwezi kushinda changamoto. Lakini kwa Yesu yeye kuna mlango wa kuingia na mlango wa kutokea. Hapa anaitwa Mwanyangala, wewe unaitwa Ana, wewe unaitwa Yakobo, wewe unaitwa sio nani. Kila mtu anaitwa kwa jina lako. Na unaposimama kwa ajili ya kanisa, simama kwa jina lako. Ukiungana wengine kwa ajili ya kupeleka kanisa la Mungu mbele. Yesu ndo anayetulisha chakula. Anatuongoza kwenye njia ya uzima. Anatulisha nani? Na chakula. Hata tunapita kwenye bonde la mauti, yeye anafanya nini? Anatulisha. Ushangae Mungu. Unalala unaamka. Walikuombea ufe. Lakini unashangaa asubuhi na wewe unasugua mswaki. Hivi mwone Mungu. Umeona hospitali, afya yako unataka hospitali umesharudi na wewe unatenda mitaani. Umevaa
amekuwepo. Si neema hiyo? Unaumwa lakini unatembea. Jina unaumwa wewe mwenzako alishakufa. Mungu unaumwa wewe mwenzako alishakufa. Na wewe unajua sema Mungu hata kama nachechemea na mimi nimo. Wengine mwili uliokuwa nao, uliokuwa unacheza nao, uliokuwa unaimba nao walishakufa. Lakini wewe upo. Jiulize sema Mungu na mimi miongoni mwa waliokuwa na mimi nimo. Asante Yesu. Wengine ukienda nyumbani na kuna wengine umezeeka nyumbani huko. Wewe unapiga kiatu cheusi, unakaa kila nywele zako, unatembea kama afisa. Ujiulize kwamba na mimi Yesu, mimi nani? Tuko hapa ni nani? Ndio maana naambia vijana mnaoimba, imbeni kama mtaimba tena. Hiyo nafasi ni adimu. Waimbaji imba kama hauta